Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ndio Nyakoe. Mnatokanga namna hii? Na watolea kofia. Asante sana. Mimi ndio Riggy, mtu ya pale mlimani, si ndio? Nimefika hapa nyumbani. Kwanza mambo ya familia. Unajua sisi we are one family. Hi cousins. Hi cousins. Hi makuzo. Hi cousins. Mimi nafurahi sana my cousins. I have missed you. Sana sana. Nyinyi mmenimiss? Mimi nimefika hapa, nimekula mandizi, nimekaa mzuri. Hata mimi sitaki kwenda nyumbani. Nikae hapa. Sasa mimi mnajua chama yangu, mnajua inaitwa nini? Mnajua inaitwa nini? Na kazi yake ni kusikiza nini? Kazi yake ni? Mimi nataka kwanza, kabla sijasema moja mbili, nisikize ground ya Nyakoe. Si ndio? Ndio tuweze kutembea pamoja. Hapa Nyakoe munasemaje? Ati munasemaje? Hapa ni one time kabisa. Wacha nione haram. Hey! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi nasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Basi mimi nimefika hapa mwezi 4 iliyopita. Nilikuwa nimealikwa hapa na Dr. Fred Matiang'i. Huyu gavana wenu mtu ya Kasongo akasema ati nisifike Kisii. Nimefika sijafika. Sasa mimi nauliza, mtu kwenda kuona familia yake, kazini yake, anataka ruhusa ya mtu ya Kasongo? Ati Arati ameambiwa na Kasongo Riggy asifike Kisii kuonana na cousins wake, wasizungumuse mambo ya familia yao. Mimi nauliza, kuna mtu yuko na title deed ya Kisii? Hii Kisii ni ya Arati? Ni ya mama yake? Ni ya Kasongo? Yeye ni kiongozi wa jamii ya Wabukusi? Yeye anaongea kama nani? Sasa wewe Kasongo na Arati yako, Riggy amefika hapa, utadu? Muuliza utadu? Riggy amefika hajafika? Unajua yu Kasongo alikuwa ananibadilika majina ati mimi ni Mkabila. Mimi nikimsaidia, yeye alikuwa Kamau. Alikuwa Kamau? Alikuwa Njeru? Si yeye ni Mkaleji? Si yeye ni Kipchirchir? Si nilijua nikamsaidia. Saa hii nimeamua nimfukuze, nitafute mwingine. Sasa ndio nimekuwa Mkabila. Aende asiende? Aende asiende? Wewe Kasongo, mimi nilikusaidia. Ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta, unatoa makamasi, si ndio? Ulikuwa unakuja kwangu nyumbani, mama Doka anakuombea, mpaka unaongea na ulimi ya kigeni. Ukiniomba nisikuache. Nikakusaidia, ukakuwa rais. Kufika pale ukakuwa mjeuri. Ukanisaliti, ukasalimii watu ya mlima. Ukatusaliti, ukatugeuka, ukatudanganya, ukatupiga teke. Sisi ni wajenzi. Tunajua kujenga nyumba, lakini pia tunajua kubomoa. Kwanza kazi ya kujenga ni ngumu, kazi ya kubomoa ni rahisi. Wewe William Ruto, tulijenga wewe, sisi tutabomoa wewe tukiwa na hawa watu ya Kisii. Tubomoe tusibomoe? Tubomoe tusibomoe? Mimi nataka niseme tumefika hapa jana pale Kerenyo, sherehe ya muhimu kwa jamii ya Omugusi. Jamii ambaye ni jamii ya heshima, jamii iko na bidii, jamii iko na watoto wamesoma, lakini imepata hasara kubwa
kwa sababu haijaenda kwa serikali direct, ilikuwa inapitia kwa watu wengine. Na kwa sababu hamkuwa na kiongozi tangu Simeon Nyakoe aondoke, mumekaa uchi bila kiongozi. Si ndio? Na ndio mumeenda hasara. Jamii jana, wazee wakiongozwa na mzee Matundura na wengine, wazee wa heshima, wakamfanya consultation na jamii ya Wabaguzi, na wakaamua kwa kauli moja ya kwamba kiongozi sasa amepatikana. Kiongozi ya jamii ya Wabaguzi na msemaji pekee katika jamii ni Dr. Fred Okengo Matiang'i. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Na niseme kila boma ya ng'ombe dume ni ngapi? Hapa iko dume wawili. Na hiyo kadume ingine kanajifanya hiyo bonoko. Ni bonoko si bonoko. Wacha nimwambie nyinyi watu ya Baguzi. Mumepata bahati kubwa sasa ya kwamba mmepata kiongozi wa kutafuta serikali na kuchunga maslahi yenu. Mumedhulumiwa siku mingi. Waziri mmepewa tu moja, PS moja. Mambo yenu imesimama, barabara hakuna kitu. Hamkuwa na kiongozi ako na nguvu ya kutetea nyinyi. Huyu kiongozi ndio afaulu. Lazima muunge mkono 100%. Na akuwe ndio msemaji pekee, na kila mwingine yote ako chini yake. Akichaongea maneno imefanya nini? Tumekubaliana? Mtamsaidia hapa nyumbani? Lakini njia ya kumsaidia ni kumalizana na wasaliti ya jamii. Wale wanaungana na William Ruto kumtatiza Matiang'i. Hawa wanasema ati Matiang'i hakuna pahali ataenda. Huyu William Ruto anatoa pesa kwa gavana yenu. Na wale wajumbe watatu vijana wadogo. Yule Osoro, yule Zahil na yule Nyakundi. Kumtatiza huyu kiongozi. Sasa nyinyi ndio mfaulu. Lazima hao wasaliti ya jamii muwakemee na muambie wakome kumtatiza huyu kiongozi ndio aweze kufika pahali anaenda. Harambee! Huyu kiongozi kama nyinyi hapana kuwa waangalifu. Huyu msaliti mkuu wa jamii ya Kisii, huyu Simba Arati, mfukuze yeye akuwe one term. Si ndio? Wangapi wanasema Arati ni one term, one term, one term? Arati aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Wewe Arati, na kuuliza wewe kijana mdogo, unachukua pesa kwa Kasongo, unaenda unachukua wakora, unawapatia mapanga jana, ati wakuje Kisii, waumize mtoto wenu Fred Matiang'i, waumize viongozi, wapige akina mama, wapige watoto. Hii pesa unachukua kwa Kasongo ni ile iko na damu ya Gen Z. Kwa nini Arati unataka mwaga damu hapa Kisii kuumiza mtoto wenu? Si kuwako na sherehe ya maana katika jamii ya Baguzi. Aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Mutamulida huyu kiongozi? Huyu Arati mfukuze ya kwenda kabisa. Wangapi wanasema aende? Harambee! Harambee! Sisi tutasaidiana na Fred Matiang'i na tutamtafutia heshima kwetu. Lakini ndio tumuheshimu kwetu, lazima tuone heshima hapa nyumbani. Si ndio? Ikiwa Arati anatukana yeye hapa, kwa nini sisi tushughulike kuheshimu yeye kwetu? Kwa nini? Kwa hivyo mpira iko kwenu. Pale kwetu Mlimani, mimi nikiwa kiongozi ya jamii, hakuna kamoja kanaongea huko. Wakitaka kunitukana wanaenda Sogoi. Si ndio? Kwa nini nyinyi mnakubali Arati na Osoro na Nyakudi na Zahil kutukana kiongozi wa jamii? Na mujue Matiang'i akitukanwa, sio Matiang'i anatukanwa, ni jamii nzima ya Baguzi. Si ndio? Vijana mbo? Vijana mbo? Huyu Matiang'i anatukanwa mkifanya nini? Mumekataa? Mumekataa? Nyinyi vijana, mimi ni your cousin. Nikisikia Matiang'i ametukanwa tena, nitakunya na kiboko nichape nyinyi. Si ndio? Harambee! Harambee! Tutembee na Fred Matiang'i. Tukatafuta serikali. Mutamulinda hapa nyumbani. Huyu kijana mdogo huyu Kibagendi, wacha nimwambie, hakuna kiongozi wa rika ya Matiang'i
atafaulu bila kuwa na kijana ya kutembea na yeye na kubeba mkoba wake. Si ndio? Kijana ambaye anaweza kumwamini, kijana ambaye hawezi toa siri ya kiongozi na siri ya jamii. Huyu kijana mara mingi nimemtuma kwa Matiang'i, nimeandika barua, nimemwambia pelekea Fred Matiang'i. Hiyo maneno sijasikia. Siku mingi Matiang'i amemtuma aniletee pesa ya petroli nikimbie nifanye maneno. Ikifika hajatoa hata shilingi moja. Huyu ni kijana ya kuaminika. Si ndio? Mimi naomba ndio Fred Matiang'i afaulu. Mupatie hii kijana nafasi kutoka hapa nyumbani. Atembee na yeye, abebe mkoba wake, abebe siri zake kwa niaba ya jamii. Mtafanya hivyo? Mtampatia ruhusa? Huyu Kibagedi anatosha atoshi? Aendelee asiendelee? Ainuliwe asiinuliwe? Huyu ni kijana wa maana, na wacha nikuambie, lazima tuanze kutayarisha viongozi wa kesho. Huyu Fred Matiang'i miaka yake inasonga, ataongoza jamii miaka kadhaa. Lazima aanze kulea vijana wadogo, watembee na yeye, waanze kuelewa mambo ya jamii. Na ameamua kutembea na huyu Kibagedi. Na nyinyi muunge hii kijana mkono, mumchunge hapa nyumbani. Mtamchunga? Mtamchunga? Harambee! Ya mwisho, huyu Kasongo hapana rafiki ya hii jamii. Anadharau nyinyi. Uliza mimi kwa nini? Anadharau hii jamii ya Bagusi. Siku tumekuwa na yeye kwa baraza la mawaziri, huyu Machogu alikuwa anatetea wa Kisii. Nafasi ikipatikana ya jeshi anateta, nafasi ya walimu anapigania. Akamfukuza ati kwa sababu anatetea wa Kisii ni mkabila. Jamii kawashwa uchi bila mtu ya kutetea hii jamii. Tangu Machogu afukuzwe kwa serikali, hakuna Mkisii hata moja amepewa kazi. Hakuna maendeleo imeendelea hapa. Sasa mimi nikauliza Kasongo, nilikuwa naibu wake, nikamwambia unajua hii wa Kisii, they are my cousins. Mimi nakuuliza, vile umefukuza Machogu, hii jamii imebaki na nani? Akaniambia kuna shida, niko na kiongozi huko. Nikamuuliza kiongozi gani? Unajua aliniambia nini? Hata mimi naona haya kuambia nyinyi. Sitaki kuharibu roho zenu. Mimi sitaki nimharibu roho. Nimwambie? Wacha tu. Takuja siku nyingine. Niambie nyinyi? Niseme nisiseme? Huyu Kasongo bila adabu akaniangalia kwa macho, mimi Riggy, cousin wa Bagusi. Akaniambia ati ameona, ameangalia ati mkubwa kiongozi wa Kisii wote ni Silvana Sosoro. Ni madharau si madharau? Hiyo ni kudharau jamii. Si ndio? Mtafukuza Kasongo na wasaliti wote waende. Unajua pale kwetu hii maneno ya Singapore haongei. Mambo ya Singapore kwetu haongei. Akiongea tunacheka mpaka tunaanguka chini. Tunamchekelea. Akija kuongea Singapore mtamchekelea? Wacha tufanye rihazo kidogo. Wacha nijifanye Kasongo. Watu ya Nyakoe, najua nimefika hapa, niko na ikulu hapa Kisii. Nimelala hapa na hiyo ni maendeleo. Si ndio? Si mulitaka nikuwe nikilala hapa? Hata nikilala siku 4 si wa Kisii wamefaidika. Mimi najua tumekuwa na matatizo kidogo. Hii maneno ya bottom up sikuwa nimepanga vizuri. Nilikuwa na matatizo kidogo. Hii mtu nilikuwa naitwa Riggy akanisumbua. Sasa maneno ikakwama kidogo. Lakini watu ya Abagusi mimi nawapenda tena sana, na waheshimu sana. Mimi nimekaa chini na wataalamu na nimepanga vizuri tena sana. Mkiniongeza miaka ingine 5 nitabadilisha Kisii ikuwe kama Singapore. Ni mwongo si mwongo? Harambee!
nimetembea hapa na kazi ni wenu kutoka mlima. Niwajulishe nyinyi, niko na Senator John Kenywa kutoka Laikipia, makofi. Niko na Senator John Medho kutoka Nyandarua. Niko na Mheshimiwa Jane Kihara kutoka Naivasha. Niko na Mheshimiwa Kamande Mwafrika kutoka Roysambu. Niko na Mheshimiwa Kamau Morango kutoka Kirinyaga. Niko na wakili Mora John kutoka Nairobi. Niko na Millicent Omanga wa DCP kutoka Nairobi. Pia niko na Secretary General wa DCP ni Mukisia anaitwa Hezron Obanga. Na niko na Senator wa Kiambu aongee kwa niaba yao anaitwa Karongo Athang'wa. Nyakoe hoye! Nyakoe hoye! Watu wa nituma zile kura zao 1.2 tulete hapa ziunganishe na Kisii tupeleke Kasongo nyumba.